Kama ningeweza kuzirudisha siku nyuma. Kwa kuwa amegoma kusema, nitamfanya aseme. Nani anaweza kusikia hichi kilio na maumivu ya kidonda cha moyo, maana mzigo umenizidi. Siri nimebeba na nimechoka, natamani niseme ila niwaendelee kinywaji gani? Tulete kinywaji chochote ambacho kitachoweza kupoza makoo yetu. Matola, huyu alitoka hapa ni nani? Ni shemeji yangu, mdogo wake mke wangu amekuja kututembelea. Si unajua tena tabia za maskini. Mimi nadhani hii si salama sana kwako. Maana unajua katika ndoa huo kuna tafarani nyingi sana zinatokea. Inaweza katokea siku kagombana na mkeo, hivyo mke wako akaumia, akawa na dukuduku na akatafuta mtu wa kumwelezea mambo yake. Hivyo ikafikia hatua akamuita mdogo wake huyu, akaanza kumwelezea mambo ambayo ni ya ndani. Huoni kama hii itakuwa ni njia ya kutoa mambo yako ya ndani? Ulichokisema kina maana, lakini sikufikiria hapo awali. Ngoja nijipe nafasi katika halmashauri ya kichwa changu niweze kufikiria kwa kina. Sababu ya upendo hapa ni tamani na tamaa ya pesa, ndio maana kidonda cha moyo kimefumuka. Maumivu yanikumbusha nyuma nilikotoka. Karibu na kusikiliza. Samahani, naomba unisaidie. Hakuna haja ya kunipigia magoti. Kaa tu, mimi nitakusikiliza. Usijali. Kaa tu. Unaitwa nani? Lulu Joel. Niambie, unahitaji msaada gani kutoka kwangu? Samahani kwa kuja kwako. Kakaangu amekamatwa kwa kesi ya mauaji. Lakini kakaangu hajawahi kuua mtu. Najua wewe ni mwanasheria. Naomba msaidie kakaangu. Pole sana na matatizo. Kakako amekamatwa tangu lini? Leo asubuhi polisi walikuja kumkamata nyumbani. Lulu, kesi ya mauaji si rahisi kama unavyofikiria. Inahitaji uchunguzi, ushahidi na mchakato mzima wa sheria. Naelewa, lakini nina uhakika kakaangu hana hatia. Tafadhali, naomba unisaidie. Sina mtu mwingine wa kunisaidia. Sawa, nitakusaidia. Kweli utanisaidia? Nitaichukua kesi hii kwa sharti moja tu. Chozi langu nani atalifuta? Nahisi kama nimekumbata dunia na mikono haitoshi. Nani anisaidie tulizo mimi? Wapi nikageme tulizo mimi? Vipi? Mume wangu, nilikuwa nasikia kichefuchefu. Sasa sijui na shida gani. Unaumwa? Siumwi. Nahitaji uniambie kila kitu unachokijua.
bila kunificha chochote kile. Sawa, nitakwambia kila kitu. Mwili jasho lanitoka hasa nani anaweza kusikia hichi kilio na maumivu ya kidonda cha moyo, maana mzigo umenizidi, siri nimebeba. Hivyo ndio ilivyokuwa. Isabela? Kwa nini unahisi Isabela ndio anayehusika? Kwa sababu Isabela ana mtu wake anayempenda, lakini anamtumia kakaangu kwa sababu anajua kakaangu anampenda. Sawa, nimekusikiliza vizuri, lakini nahitaji kuongea na kakako pia. Tayari yupo kituoni. Usijali, taonana naye. Au itakuwa nini? Sijakuelewa. Namaanisha labda siku ambazo tulizokutana ulikuwa upo katika siku zako za hatari. Nahisi itakuwa hivyo. Kweli? Una mimba? Una mimba? I made it! I made it! I made it! Oh, I made it! Japo alikuwa rahisi, ila kidume nimefanikiwa. I made it! 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 Tulema. Sikuja kwa sababu ya upendo, hapa ni tamani na tamaa ya pesa, ndo maana kidonda cha moyo kimefunguka. Wewe si unajifanya mgumu? Takufa. Nimekubali. Naomba unisamehe, mimi ndo nimeua. Nimekubali. Dada yako tayari ni mjamzito. Kwa hiyo muda wowote kuanzia sasa ujiandae kucheza na mjomba wako hapa nyumbani. Shemeji, unachoongea ni cha kweli ya? Sasa kwa nini kudanganya? Ile wewe. Yaani sijui niongee nini shemeji, lakini Mungu awajalie tena, naombea mtoto awe wa kiume. Hapana. Awe wa kike. Kwa nini shemeji?
Dunia sasa hivi imebadilika sana. Ni mara 10 mtoto wa kike kuliko mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume anahitaji uchunge vya kutosha, na muda mwingine unaweza ukamlinda vya kutosha na ukamchunga pia, lakini akaja akakuwa akashindwa ku Vipi, unaweza kuendelea kula? Ndio mume wangu, maana toka mchana sijala. Okay. Kuna kitu chochote ambacho unahitaji? Hapana, sihitaji chochote. Basi kula taratibu, sijapataliwa tena. Sawa. Tuendelee kula. Ungekubali mapema, tusingefika kote. Nimekubali. Vizuri sana.